Jambo la kwanza ambalo nataka nilieleze ni namna gani, kwa maana kaifa tubtilu sihra bitamri, ni namna gani unaweza ukabatilisha na kuondosha machawi kwa kutumia tende tu. Hii tende ambayo wewe unaiona, unaweza ukaondosha uchawi. Sasa uchawi umegawanyika katika aina kadha wa kadha. Kuna sihrun thaqilun wa sihrun khafifun wa mutawassitun. Kwa maana kuna uchawi mzito sana ambao ukikusibu utalala kitandani kwa muda mrefu sana. Lakini kadhalika kuna uchawi ambao unakuwa ni mutawassita, kwa maana wenyewe ni uchawi wa wastani. Nyakati fulani unaumwa, nyakati fulani mzima. Na kuna sihrun khafifun, na kuna uchawi mwepesi tu, yani ule unachezewa ukiingia kulala, basi wakati ule usingizi unakuja ghafla unaona kama jitu limekuja hivi linakutisha na kukusumbua pale usingizini, unakosa kulala usingizi wako vizuri. Huu unaitwa ni sihrun khafif, ni uchawi mwepesi ambao watu huwa wanafanyiwa machawi ya hali za namna hiyo. Sasa kwa kutumia tende biidhnillah subhanahu wa ta'ala unaweza ukabatilisha machawi hayo na khairi ikapatikana kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, ni vipi sasa unaweza kuitumia tende hiyo? Fawaidu tamri, yani faida ya tende, hasa ile tende inayoitwa ajwa, ambayo ameitaja tende hiyo Bwana Mtume Muhammadin. Anasema man tasabbaha bi 7 tamratin ajwatan lam yadhurruhu dhalika al-yawma summun wala sihr. Anasema Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, yoyote yule ambaye atakayetumia tende hii, tende ambayo inayoitwa ajwa, tende 7 hizi, ameamka asubuhi mtu huyu kabla ya kula chochote akala hizi tende za ajwa, takriban tende 7, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema lam yadhurruhu dhalika al-yawma summun wala sihr. Anasema mtu huyu hawezi kudhuriwa ndani ya siku hiyo na sumu ya aina yoyote ile, na wala mtu huyu hatoweza kudhuriwa na uchawi wa aina yoyote lau utapata tende inayoitwa ajwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni maajabu makubwa katika nyumba yako wewe ndugu yangu ukakosa tende. Ni maajabu makubwa sana. Tende inakata sumu, tende inaondosha uchawi, tende inaondosha madhara, inaondosha masihr, lakini kadhalika hata nuksi na mikosi ambayo inawezekana yametawala katika nyumba yako. Tumia tende, inshallah biidhnillah, mikosi na nuksi sasa inakwenda kuacha nyumba yako. Kama annahu ghaniyu bil fosfor alladhi yazilu shahnati almujiba allati tuqarribu aljinna min jismi alinsani. Kama jinsi ambavyo tafiti zimebaini katika tende, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ndani yake kuna madini ya fosfor alladhi yuzilu shahnati almujiba, madini ambayo yana uwezo wa kuondosha ile ishaatul mujiba, ambayo ishaatul mujiba ina tabia ya kuvuta machafu katika mwili. Ndio utamuona mtu anapata manuksi mengi kwa zile ishaatul mujiba, utamuona mtu anapata madhara mengi kwa zile ishaatul mujiba, utamuona mtu anakuwa hapendwi, anachukiwa kwa zile ishaatul mujiba. Lakini tende ina uwezo wa kuondosha hizo ishaatu almujiba, na hivyo kutengeneza saliba ambayo bila shaka itatengeneza katika hali iliyokuwa sawa. Lakini kadhalika yustakhdamu tamru alajwa, hutumika hii tende ajwa liilaji sihri walmasi bitanawuli 7 tamrati min ajwatin. Lakini kadhalika vile hii tende ambayo inaitwa ajwa ni mujarrab sana kwa ajili ya kutibia masala ya uchawi, lakini na zile masi za shetani, kama mtu amesibiwa na athari na mashakil mbalimbali ya kishaitan. Twende tukatazame alamatu sihr, yani alama ya uchawi au alamatu al-insani al-mashuri, alama ya mwanadamu aliyefanyiwa uchawi au aliyorogwa biidhnillah. Alama zake zinakuwaje kwa haraka? Alama ya kwanza, ad-dhiqu fi as-sadri wash-shu'ur bil-iktiabi wal-huzni ad-daimi, yani ni mtu kuwa kifua kinabana sana,
yani dhiki ya kifua, yani anakuwa ni mtu ambaye tena anakuwa na wasiwasi wa hali ya juu, wa shuuri bil iktiab, na wakati mwingine kuhisi kama anakuwa na msongo wa mawazo kupita kiasi. Ukimuuliza unawaza nini, wallahi hana majibu ya kuambia, ila mwenyewe anajiona yupo katika kina cha mawazo, lakini anachokiwaza hajui ni kitu gani. Lakini wal huzni daimi, na mtu kuwa na huzuni pale alipokaa, anaona si sehemu salama, hata kama pana usalama wa kutosha kwake yeye anaona ni sehemu imembana sana, ina dhiki sana mahala hapo. Ndio utamuona mtu anakimbia nyumba yake. Alikuwa ni mume anakimbia nyumba yake, alikuwa ni mke utaona anakimbia nyumba yake, hataki kuwa mahala hapo. Hizi ni katika ishara na alama za uwepo wa watu waliosibiwa na masala mazima ya kisihir. Lakini jambo la pili au dalili ya pili, ashurudu fi dhihni, ni kuchanganyikiwa katika akili ya mtu huyu. Utaona katika baadhi ya nyakati zinakuwa zimo na baadhi ya nyakati zinaondoka. Huyu anakuwa hazbani. Maana yake ni ishara katika ishara za uwepo wa sihri. Lakini wasududu an dhikrillah, lakini kadhalika na mtu huyu miongoni mwa ishara zake utaona anakimbia katika mahala panapotajwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sehemu hiyo hawezi kukaa kabisa, utaona anakwepa sehemu hizo, anakimbia, anatoroka mahala hapo. Inawezekana huyu amesibiwa na masala ya sihir. Ndi tunataka twende tukaelekezane nini sasa mtu anaweza kufanya kwa kutumia tende biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kadhalika miongoni mwa dalili au alama, khafqanun shadidun wa mufaji'un fil qalbi, ni mtu kuwa na milipuko ya hapa na pale, haraka sana milipuko ya moyo. Lakini kadhalika atakuwa ni mtu ambayo ana pressure za ghafla zisizojulikana chanzo wala zisizojulikana sababu ni nini. Anakuwa ni mtu ambaye anabadilika ghafla tu, anakuwa katika hali za namna hiyo. Lakini kadhalika rashatun au harakatun la iradiyya, lakini miongoni mwa ishara zake ni mtu kuwa yani kuparalyze ghafla. Yani kuna baadhi ya nyakati anapokaa ghafla anaona mwili unashindwa kabisa kufanya kazi yoyote, yani unapoteza mawasiliano, na wakati mwingine anafanya matendo ya bila kuyataka yeye mwenyewe. Ndio utamuona anazurula ovyo bila kutaka, utamuona anasema hovyo bila kutaka, utaona anafanya matendo ya hovyo bila kutaka. La iradia, ni matendo ambayo yanasukumwa na msukumo wa ule uchawi ambao ulio katika mwili wake. Tende ajwa ni mujarrab sana katika kumaliza mashakili haya. Lakini kadhalika asabiyatul mizaj, utamuona ni mtu ambaye mara zote anakuwa ni mtu ambaye yeye anahisi anakosewa yeye, anatendewa mabaya yeye, anasemewa vibaya yeye, yani kila atakuwa ni mtu ambaye anajihisi katika hali za namna hiyo. Wa suratul ghadab, na anakuwa ni mtu mwenye kukasirika haraka sana, mwepesi wa kuchukia. Yani mnaweza kuwa wakati huo mnazungumza vizuri, mnacheka, mnafurahi, lakini ghafla hapo ikabadilika kutoka katika furaha na kuja katika hasira na ghadhabu na kuanza kutaka mapambano katika hali za namna hiyo. Ishara ya kwamba inawezekana mtu huyu amefanyiwa sihir. Lakini kadhalika ishara nyingine, kuthratul wiswas, ni mtu kuwa na wasiwasi nyingi sana. Yani kila anapokaa yeye ana wasiwasi, ana mashaka. Yani mtu anaweza kuwa na mashaka hata na nguo anayoivaa yeye mwenyewe haiamini. Basi hii ni hatari katika hatari za kisihri. Lakini kadhalika alkhumulu walkasl, kupuuza vitu na kuwa mvivu kupita kiasi. Hafui huyo, haogi huyo, hana haja kuwatazama watoto. Tena mtoto wake anaweza akajisaidia kaka kutwa nzima. Tatizo hilo, asaidiwe huyu mtu biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sudaun daimun, lakini kadhalika kuwa na maumivu makali ya kichwa kinachodumu. Mara zote anakuwa hivyo. Yeye maradhi yake ni kichwa tu, kichwa jamani, kichwa. Basi ili mradi anakuwa katika hali za namna hii. Ni ishara inaweza ikakujuza hapo ulipo kuna hatari ya kwamba umesibiwa na athari na mashakili haya ya kisihri. Sasa tende ajwa ni mujarrab sana biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Hapa